Bwana Yesu asifiwe. Leo tena ni siku nyingine. Bwana apewe sifa. Tumpe sifa na utukufu Mwenyezi Mungu ametupa neema kuiona siku hii ya leo. Amen. Amina. Somo letu la leo inasema kwamba kubatizwa ni kumvua Kristo. Kumvua Yesu Kristo. Amen. Ndio maana kubatizwa. Bwana apewe sifa. Somo letu linatoka katika Wagalatia sura ya 3 mstari wa 20. Haleluya. Haleluya, haleluya. Amen. Tumshukuru Mungu kwa siku nyingine tena leo. Amen. Ya Jumatatu. Bwana apewe sifa. Amina sana. Leo ni siku nyingine tena tunaenda kujifunza somo ambalo linasema kwamba kubatizwa ni kumvua Kristo. Kubatizwa ni kumvua Kristo ambaye ni Yesu Kristo. Amen. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba unapookoka unaongozwa sala ya toba. Baada hapo dhambi zako zote unatubu mbele za Mungu, unaongozwa rehema, unatubu. Baada ya kutubu hapo maisha yanaendelea, unaingia katika wokovu. Unasikiza jinsi ninavyosema, unafuata ninavyosema, unaishi wokovu, maisha matakatifu uliyokuwa unayaona yote ni faida kwako, unaanza kuyaona kuwa ni hasara kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya Kristo. Uliokuwa unayapenda zamani unaanza kuyachukia kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Mungu. Ulivyokuwa unayasifia zamani ukiyaona, ukiokoka unaanza kuyafanyaje? Kuyachukia ukiyaona. Bwana apewe sifa. Ndio maana process za nini? Za wokovu. Baada ya miaka, kwa neema ya Mungu miezi kadhaa, baada ya hapo umejielewa neno la Mungu linavyosema na unaanza kuishi neno la Mungu na jinsi gani neno linavyosema linavyokusitiza katika habari za wokovu. Baada ya hapo unaishi katika wokovu, mwisho wa siku kwa neema ya Mungu unapata katika process nyingine sasa ya kwenda kufanyaje? Kumvua Kristo. Maana yake ni kwamba kuingia katika mafundisho ya ubatizo. Kabla hujabatizwa lazima ufundishwe mafundisho ya nini? Ya ubatizo, ndipo ubatizwe. Amen. Maana unapofundishwa si kwamba kuyaweka tu akilini kwamba habari za kubatizwa ni hivi, hapana. Unafundishwa habari za mafundisho kwa ajili ya kuweka rohoni. Kwa sababu Kristo ameshaingia ndani mwako. Unatakiwa sasa hapo unaingia katika process nyingine ukampokea Roho Mtakatifu. Bwana apewe sifa. Uwezi ukampokea Roho Mtakatifu ukiwa hujabatizwa. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama ukimpokea Roho Mtakatifu ukiwa bado hujabatizwa, lakini sisi tunachoamini kwa imani ambao tunayoamini ya Kristo, kubatizwa ni kumvua Kristo na kunanili na Roho Mtakatifu anaingia ndani mwako. Ni sehemu ambapo mambo yote ya zamani umeshayaacha, umeshakuwa mtu mtakatifu. Unabatizwa kama jinsi Kristo alivyobatizwa na nani? Alibatizwa na Yohana Mbatizaji. Amen. Kama wewe ndugu yangu ambaye hujaokoka na hata uliyeokoka, unatakiwa utunze utakatifu. Kuna kingine nataka tuongelee hapa. Kuna faida sana katika kubatizwa. Bwana apewe sifa. Kuna faida nyingi sana katika kubatizwa, maana yake unamvua Kristo na kumuishi Kristo. Alafu kuna wengine ambao umebatizwa na mmeshaokoka lakini mmeshabaki na jina kwamba mimi nimeshabatizwa lakini Kristo kashatoka kwako. Na kusii sana wewe ambao unaishi maisha ya dhambi ambapo umeshabatizwa na umeshabaki katika neno tu kwamba umebatizwa lakini Kristo kashatoka ndani mwako. Tunasema hapa kwamba ni Kristo ya kale ameshapita, sasa amekuwa mapya. Kipindi kile ulipokuwa kwenye dhambi, hata mimi kipindi kile nilipokuwa kwenye dhambi, ya kale yote ameshapita, sasa amekuwa mapya. Maana ya mapya ni umeingia katika wokovu, uishi katika neno linavyosema, usiishi jinsi wewe unavyotaka. Unaishi neno linavyosema ambao ni neno hapa. Ndio maana nini ya ubatizo? Ni kuishi neno. Ubatizo ni kuishi neno. Si kuishi maneno ya watu bali kuishi neno. Ukisema katika Galatia sura ya 5 mstari 25 nasema kwamba enendeni kwa roho, ishini kwa roho. Ni kuishi neno linavyosema. Hapo unaanza kuongozwa na Roho Mtakatifu. Ulianguka kwenye dhambi, umeshabatizwa, rejea msalabani ukatubu. Usiendelee kusali huku umeshaanguka kwenye dhambi, umeshabaki na jina tu kwamba umeshabaki kubatizwa. Lakini ndani mwako Kristo kashatoka, umeshabaki tu na jina la kubatizwa. Unakubatizwa na kubaki na jina tu la ubatizo. Kwa hiyo unatakiwa utafakari sana. Je, katika maisha ya wokovu Kristo yumo ndani mwako au umeshabaki na jina? Kuna watumishi wa Mungu, kuna watumishi wa Mungu ambao wanajiita watumishi wa Mungu tu, lakini ndani mwao Mungu hayumo ndani mwao. Tunaposema hapa ni kitu cha ndani, tunaongelea maisha ya kiroho ambayo ndio yanayotufanya tuzidi kusurvive katika kwenye wokovu. Ili mbingu ione, roho yako iwe safi. Unachokiona chochote kile kwa macho kwa mtu yoyote kinaanzia moyoni. Nje ni matokeo. Unamna mtu anafanya uzinzi, usherati, usiseme kwamba ameanzia tu hapa pa. Usherati umeanzia ndani mwake.
alianza kumtamani huyo mtu ndani mwake. Mlichomuona amefanya uzinzi, usherati, ni matokeo tu. Chochote kile ambacho unachokiona katika macho kimetokea, yani ni matokeo tu, kilianzia ndani. Tunaongelea sisi kuishi Kristo ndani mwetu. Hatuongelei katika kuishi maisha ambayo ya utumishi, lakini ndani mwetu Kristo akiwa hayumo ndani mwako, ni kazi bure kabisa. Ni kama kopo ambalo lilikuwa na mafuta, mafuta ambayo kwa mfano mafuta ya Jumbo. Sasa hilo kopo lilikuwa lina mafuta zamani. Tulikuwa tunasema kwamba kopo hili lina mafuta ndani yake. Baada ya kuisha haya mafuta, yakiisha haya mafuta, litabaki kuita nini? Kopo liliokuwa na nini? Na mafuta. Ndio maana leo hii kuna watu mko katika kwenye wokovu, mmebaki watumishi wa Mungu tu, lakini ndani mwenu hayumo Mungu. Ndio maana mmebaki kuwa makopo matupu. Tunachosema hapa, uliyewahi kubatizwa, rejea msalabani ili kusudi Kristo aingie ndani, azilishe wokovu wako, azilishe imani yako, azilishe utumishi wako. Bwana pesa, sio kwamba ukibatizwa unaendelea kufanya uzinzi. Kristo hawezi akakaa sehemu pachafu, hata Roho Mtakatifu hawezi akakaa sehemu pachafu. Ukibatizwa, Roho Mtakatifu anaingia ndani, na Roho Mtakatifu anaingia ndani pale palipo pasafi. Bwana pesa, ambao hujabatizwa, rejea msalabani ukaokoke, na ambao hujaokoka, okoka. Na ambao ulibatizwa ukarudi nyuma, ukaanguka kwenye anguko la dhambi la uzinzi, usherati, anguko la aina yote ile, rejea msalabani ukatengeneze na Mungu ili kusudi Mungu ajitwalie ndani mwako. Usibaki na utumishi wa jina tu wa Jumapili unaingia kanisani na kutoka. Usibaki na ulokole jina kwamba mimi ni mlokole, mimi nasali, mimi ni EAGT nina nini, lakini EAGT, hiyo jina la EAGT halitakupeleka mbinguni. Kitakachokupeleka mbinguni ni kuwa na Kristo ndani. Ndio mbingu hiyo. Kitakachokupeleka mbinguni ni umembeba Kristo ndani mwako na unaishi jinsi Kristo anavyotaka, na neno la Mungu linaishi jinsi linavyotaka. Bwana pesa, msibaki na kujivunia dini. Jivunie jina lako limeandikwa mbinguni. Dini mimi na wewe, dini mimi na wewe. Yaani kanisa ni sehemu ambapo tunakusanyika kwa ajili ya kujifunza habari za Kristo, lakini si sehemu ambapo tunapokusanyika ndio unaenda mbinguni. Natakiwa mnielewe. Yaani tunakutana kanisani kujifunza habari za Kristo, lakini dini mimi na wewe, tukikusanyika wawili watatu Mungu anashuka. Yaani hata kwenye mti Mungu anashuka, hapo tunaita ni kanisa. Madhabahu, yaani Mungu anashuka popote pale. Bwana pesa. Kanisa ni sehemu ambapo tunajifunza habari za kuambizana kwa ajili ya safari yetu kwenda mbinguni. Amen. Tunapeana nini? Maarifa ya kiroho, kwa sababu Mungu anatutumia watumishi na anawatumia wachungaji ili kusudi ambao hamjui habari za Mungu mpate kuzielewa. Ndio habari za ubatizo. Amen. Usibaki na ubatizo jina tu. Nitasoma katika Ufunuo unaosema katika Wagalatia sura ya 3 mstari wa 27. Inasema kwamba maana nyinyi nyote mliobatizwa katika Kristo mmemvaa Kristo. Ukibatizwa unamvaa Kristo. Tena mstari wa 26 nitasoma unasema hivi. Wagalatia sura ya 3 mstari wa 26 inasema kwa maana kuwa nyinyi nyote, naona, mmekuwa wana wa Mungu kwa njia ya imani katika Kristo. Ili uitwe mwana wa Mungu, lazima uamini kwanza Kristo na uishi jinsi Kristo alivyoishi na usifuate habari za Kristo, ndipo uitwe mwana wa Mungu. Hauwezi kuitwa mwana wa Mungu pasipo kuishi jinsi Kristo alivyoishi, kuishi neno la Kristo jinsi linavyosema. Usipoziishi habari za Kristo, huwezi kuitwa mwana wa Mungu. Ili uitwe mwana wa Mungu, lazima umfuate Kristo, jinsi umfuate matendo makuu ya Kristo aliyoyatenda. Amen. Ukisema katika Marko sura ya 1 mstari wa 3 inasema kwamba sauti ya mtu aliye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Ndipo unaitwa mwana wa Mungu. Ili uitwe mwana wa Mungu, lazima ufuate habari za Kristo. Ufuate habari za watumishi wenzetu ambao waliotutangulia, kina Ayubu, kina Ibrahimu, kina nani. Amen. Ili kusudi upate kujifunza mapito ya Kristo kupitia watumishi wa Mungu, jinsi Mungu alivyowatumia. Amen. Ndipo unaitwa mwana wa Mungu. Ndio maana leo kuna watu wamebaki tu kuitwa watumishi wa Mungu, lakini Mungu ndani mwao hayumo. Bwana pesa, leo watu wanajitafutia umaarufu wa utumishi, lakini hawatafuti ufalme wa mbingu. Wanajitafutia jina kuonekana duniani ni watumishi, lakini ni watumishi wa Mungu, lakini ndani mwao Mungu hayumo. Tunachosema hapa ni Ukristo, ni kumvaa Kristo yeye ndani mwetu. Tunaposema hapa kubatizwa ni kumvaa Kristo, si kubatizwa kujulikana kwa watu. Ni kumvaa Kristo kwa ajili ya kwenda mbinguni, kama jinsi Kristo alibatizwa na Yohana Mbatizaji. Amen. Tunatakiwa tutunze utakatifu. Hata ambao mjaokoka mnatakiwa kuokoka. Rejeeni msalabani, Mungu anawahitaji ili kusudi utakatifu ukae ndani wenu. Na ambao mmeingia mnasali, mmeingia kanisani lakini msharudi nyuma, rejeeni mtengeneze
matendo yenu kwa Mungu, ikusudi siku za mwisho zijazo mwana wa Adamu anakuja, ikusudi aje atunyakue mimi na wewe. Hapo nini, angalia kakaangu, dada yangu, usiishi katika ulokole jina, usijivunie jina la kanisa lako wala la dini ya kwamba mimi ni KKT, mimi ni EGT, mimi ni mlokole, mimi ni AC. Amen. Hayo yote hayo hayatakupeleka kokote. Litakalokupeleka ni neno la Mungu na kuliishi neno la Mungu. Ndipo sema Bwana Yesu asifiwe. Amen. Shalom shalom, mtabarikiwa na neno. Somo linasema kwamba ubatizo ni kumvua Kristo. Haleluya ta Mungu. Amen. Kwa majina naitwa Prophet Mariam, na wasiini sana Prophet Mariam Kusekwa, na wasiini sana yani ambayo uliwahi kubatizwa umesharudi nyuma, ulikuwa kwenye dhambi, kwenye uzinzi, kwenye sharati, rejea msalabani. Usibaki na kanuni za kwamba umeshabatizwa. Usibaki na kanuni za kwamba mimi ni mlokole. Usibaki na kanuni za kwamba mimi ni EGT. Usibaki na kanuni za kwamba mimi kila siku Jumapili naingia kanisani. Usibaki na kanuni ya kwamba mimi na Bible. Wana pesa. Kubatizwa ni kumvua Kristo. Unapookoka unamkabidhi maisha yako Yesu Kristo, ndiyo anakufanya uishi jinsi Mungu anavyotaka na roho wake, sio jinsi ratiba ya Jumapili inavyosema. Na kusihi sana wewe unayejivunia jina la dini, unayejivunia mimi ni mlokole, lakini ndani mwako Mungu hayumo. Jivunie jina lako limeandikwa mbinguni, usijivunie ulokole. Na kusihi sana wewe hapo nini, angalia, mtabarikiwa na neno, na wasihi sana. Amen. Shalom shalom. Amen.